Usipoamini kwamba Yesu alikuwa nabii wa Mungu, hata kama unamwamini Muhammad kwa 800%, wewe umetoka katika Uislamu na ukifa unakwenda motoni. Narudia tena hicho kipande. Yaani ikitokea wewe unamwamini Muhammad, unaswali swala 5, unafunga Ramadhani, unakwenda hija, unaamini kila ibada, zaka na sadaka unatoa, lakini nafsi yako ikaamini kwamba Isa si mtume wa Mungu, wallahi zaka zako, sala zako, wewe na kuni za motoni. Acha tuzungumzie hii video ambayo iko hapa. Hii ambayo Muislamu anazungumza hapa. Tatizo letu sisi tunakuaga na ule ushabiki. Tunakumbwa na mkumbo tu kwa sababu mtu anasema maneno mazuri ya dini yenu na sisi tunaanza kuweka ku masters, tunaanza kupost. No. Tuwe tunaelewa target ya ule mtu, kilichosababisha, kilichomsukuma yeye aseme vile ni nini. Shetani anakuaga anasema maneno mawili ya kweli, lakini takuta maneno 1000 ya uongo. Huyu mtu huyu ukimfuatia vizuri katika hii video yake, ukifuatilia tu vizuri tu ama video zake nyingi, waga na katala Yesu si mwana wa Mungu. Na wanasema watu wote ambao wanamwamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu wataenda motoni. Tena anasema kwamba Yesu Kristo si Mungu, kwa sababu wote ambao wanamwamini Yesu Kristo ni Mungu wanakufuru. Ndio kwa maana ikapelekea yeye kuanza kusema hayo maneno hayo ambao mnasikia hapo. Hayo maneno aliyasema kwa kupinga kwamba Yesu Kristo sio Mungu, Yesu Kristo sio mwana wa Mungu, lakini wao nakubali kwamba Yesu Kristo ni mtume tu, ametumwa na Mungu. Sasa mtu ambaye anapinga maneno kama hayo, anapinga Yesu Kristo si mwana wa Mungu, na hiyo ndio nguzo ya imani ya Ukristo. Anapinga Yesu Kristo sio Mungu, na ndio nguzo ya imani ya Ukristo. Sasa alitumia hilo neno la kukubali kwamba Yesu Kristo ni nani? Ni mtume wa Mungu. Ndo kitu ambacho yeye anakubali katika zile imani tatu. Yeye anakubali tu Yesu Kristo ni mtume wa Mwenyezi Mungu na nabii wa Mwenyezi Mungu, lakini hawezi akawa mwana wa Mungu, wala hawezi akawa Mungu. Hiyo ndo sababu alizungumuza hayo maneno hapa. Lakini sisi kwa sababu tunaona anasema vizuri kabisa, Waislamu wanaanza kuhubiri imani ya Kikristo. No. Tukwe tunaacha hayo mambo kama ya utoto. Target yake ilikuwa anakataa Yesu Kristo sio Mungu na Yesu Kristo sio mwana wa Mungu. Yesu anabaki kuwa binadamu. Kamwe, katu, abadan hawezi kuwa Mungu. Na amini kama Bwana Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, aliyepewa kitabu, aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo Waislamu tunaamini kwamba Bwana Yesu kwanza ni mtu aliyekuwa na cheo cha unabii, aliyepewa kitabu kinaitwa Injili, na alikuwa nabii kwa wana wa Israeli, na ndiye nabii wa mwisho kwa wana wa Israeli. Sasa mnisamehe sana kwa sababu nimetuma hizo video. Sasa hapo ndo mtaelewa kwa nini alikuwa anahubiri vile hapo juu kwa hiyo video ya kwanza. Hao watu hawakwaje wanamwamini Yesu Kristo kama ni Mungu na wamwamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ndivyo walivyofundishwa mafundisho yao ya kimashetani. Lakini ukisoma Biblia, kabla ya Uislamu alikuwepo Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alishuhudia kwamba, namshuhudia kwamba huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aliyeshuka kuichukua dhambi ya ulimwengu, kabla ya Uislamu, kabla ya Muhammad kuzaliwa. Waliomtabiri Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, Isaya, kwenye kitabu cha Isaya, ukiangalia sura yake ya 9, utakuta Yesu Kristo anatabiria kwamba ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo mwenyewe alikuja, akaenda na wanafunzi wake pale mlimani. Mungu akashusha sauti, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Yesu Kristo. Wamitume wote walikuwepo kabla ya Uislamu, kabla ya Muhammad hajazaliwa, miaka karibuni 1000.
walifundisha kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na tulimuona gisi amefufuka kutoka katika wafu. Sasa ndo utakuja kujua kwamba sisi na hao Waislamu wale ambao wanasemaga kwamba sisi wote ni wanadamu tunaabudu Mungu mmoja na Waislamu. Amna, hatuna Mungu mmoja na Waislamu. Hao wana miungu mingine tofauti kabisa. Ndio zile injili ambazo zimeandikwa katika kitabu cha Timotheo kwamba siku za mwisho wengine watajitenga na imani, watasikiliza mafundisho ya roho zidanganyazo. Ndo hizi. Sasa ukiona tu anasema maneno tu ya kufurahisha moyo wako unaanza kumposti. Hapana. Hawa watu Waislamu, hawa Dr. Sule wamesha kufuru. Kwa sababu neno la Mungu linasema mpinga Kristo ni yule ambaye anamkataa Yesu Kristo kwamba si mwana wa Mungu. Ndo mpinga Kristo. Ndo nakuta Mkristo anachukua bovu vipande anaposti kwa sababu tu anasema maneno kwa kumfurahisha Mkristo. Huo ni ushabiki. Tukwe tunaachana na hayo mambo ya ushabiki hayo, ndugu zangu. Niko nasema hivi kwa sababu hao watu hawa wanakuaga wanatumia haya maneno tu kutaka kuwavuta watu. Hao wanamkatala Yesu Kristo hawa. Shahada yao hawa wanakuwa wanashahadia kwamba mimi namkatala Mungu hana mwana. Namkatala Yesu Kristo si mwana wa Mungu bali ni mtume na nabii wa Mungu. Wanamkatala si na imani ya Kikristo nasema ni nani ashindaye ulimwengu isipokuwa yeye yule aaminie kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sasa ile klipi ambayo yeye alikatala Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, zile klipi ambazo yeye anasema wanaoita Yesu Kristo ni mwana wa Mungu wamelaaniwa, mbona watu hawakwaji wanaziposti? Kwa nini mnachagua ile maklipe ambayo yeye anakuwa tunakuwa kama washabiki kwa sababu anasema maneno mazuri? Hapana. Tusije tukawa tunajiunga juu ya dhambi za watu wengine. Yesu anabaki kuwa binadamu. Kamwe, katu, abadan hawezi kuwa Mungu. Na Biblia inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Biblia ilianza kumuita Yesu Kristo ni Mungu kabla ya Uislamu haujaja duniani. Kabla Muhammad hajazaliwa, Yesu Kristo ni Mungu. Unapoamini kwamba Yesu alikuwa nabii wa Mungu, hata kama unamwamini Muhammad kwa 800%, wewe umetoka katika Uislamu na ukifa unakwenda motoni. Narudia tena hicho kipande. Yaani ikitokea wewe unamwamini Muhammad, unaswali swala 5, unafunga Ramadhani, unakwenda hija, unaamini kila ibada, zaka na sadaka unatoa, lakini nafsi yako ikaamini kwamba Isa si mtume wa Mungu, wallahi zaka zako, sala zako, wewe na kuni za motoni. Amini kama Bwana Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu aliyepewa kitabu, aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo Waislamu tunaamini kwamba Bwana Yesu kwanza ni mtu aliyekuwa na cheo cha unabii, aliyepewa kitabu kinaitwa Injili, na alikuwa nabii kwa wana wa Israeli, na ndiye nabii wa mwisho kwa wana wa Israeli. Kumbe anamkubali Yesu Kristo ni mtume wa Mungu kwa ajili ya Israeli peke yao. Yaani yeye kumuita Yesu Kristo ama Isa ni mtume wa Mungu ni kwa sababu tu ya wana wa Israeli, na maana yeye anaamini kwamba Yesu Kristo ametumwa kwa Waisraeli peke yao. Hizi ndo imani potovu hizi. Biblia anayoyasema huyu Muislamu ni kweli, kwa sababu hili andiko kwenye Biblia lilikuwepo miaka karibuni 1800 kabla ya Muhammad hajazaliwa, kabla ya Uislamu haujakuwepo duniani. Utasoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake ya 2. Watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, yani Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Anayesema hapa kwa dhambi zetu ni nani? Ni Yohana ambaye alikuwa ni Muisraeli. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu sisi Waisraeli, wala si kwa dhambi zetu tu
wala si kwa dhambi zetu sisi Waisraeli, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Ulimwengu wote ni akina nani? Kisha unasikia mtu anakuja tu kukuambia kwamba Yesu Kristo alikuwa tu wa Waisraeli tu, hakuwa wa ulimwengu wote. Achana na hawa, ndo wale wapinga Kristo. Neno la Mungu linasema mpinga Kristo ni nani? Yeye anayemkataa Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Huyo ndo mpinga Kristo. Kila roho sio mkiri Yesu Kristo haitokani na Mungu.